Nimesikia kwamba Yesu anaweza. Nimesikia kweli anaweza mambo yote. Nimesikia kwamba Yesu anaweza. Nimesikia kweli anaweza mambo yote. Karibu mtazamaji wangu, tena ni Pastor George Kefa. Nashukuru kwa sababu ya nafasi tena amenipatia ili kusemesana na wewe. Nikikuletea ujumbe wa Mungu. Na ujumbe wa leo nasema mpinge shetani, resist the devil. Asa sisi wanadamu lazima tujue kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao uko na pingamizi. Mwanadamu hakuna siku atajisimamia, maana kupatiwa hiyo. Haitakuwa na Mungu ama uko na shetani. Hiyo ndiyo mambo ambaye lazima ujue. Mwanadamu ana uwezo wa kujisimamia yeye mwenyewe. Labda ni aita utawaliwe na shetani ama utawaliwe na Mungu. Na wale ambao tumeokoka na tunamjua Mungu, tunajua kwamba Mungu ndiye anayetawala maisha yetu. Na sisi tukiwa na Mungu, ndiyo shetani anatuletea pingamizi. Nakumbuka kule shamba la Edeni yale ambayo yalitendeka kati ya shetani na Adam na Eve. Maana shetani alipoona mwanadamu amepata kibali, ndiye aliingia akadanganya mwanadamu, na pale ndiyo shida ambayo zilitokea. Na kuanzia pale shetani amekuwa adui ya mwanadamu. Hata wale ambaye ako naye anajua kwamba siku za mwisho wanaenda kuteseka na yeye. Kwa hivyo yeye ni kupinga mwanadamu, anataka atawale mwanadamu. Kwa hivyo ndio nakuletea ujumbe unasema kwamba resist the devil, pinga shetani naye atatoroka. Pinga shetani naye atatoroka. Na ndio ameleta shida mingi ambaye tunaipitia. Na hivyo ndivyo unastahili kumpinga usiku na mchana. Ni kuomba, ni kumtegemea Mungu, ni kuwa upande wa Mungu ili Mungu akakupigania. Na hivyo ndio tunaenda katika kitabu cha James chapter 4 verse 7 ambaye inasema hivi. James chapter 4 verse 7 inasema, submit yourself then to God. Jiachilie kwanza kwa Mungu. Maana huwezi kumpinga shetani kama una Mungu. Nimesema mwanadamu hawezi kujitegemea. Lazima awe na Mungu ama shetani. That's why wale ambaye ni wachawi wanatumia nguvu za giza kuharibu maisha yako. Nguvu za kishetani. Na sisi wale ambao tuko upande wa Mungu lazima tutegemee nguvu za Mungu ili tupate kumpinga. Hauwezi kumpinga shetani kama uko na yeye, hautamweza. Utampinga shetani ukiwa na Mungu. Na ndiyo inasema submit to God. Kwanza ujiachilie kwake. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Resist. Baada ya kujiachilia kwa Mungu, sasa ndio tunampinga shetani naye ataondoka. Maana yule aliye na mamlaka ni Mungu. Shetani ni kiumbe na Mungu ni muumba. Kwa hivyo kiumba hakina uwezo ya kuchallenge muumba. Tukiwa na Mungu, tukiwa na Yesu Kristo, shetani hana uwezo. Na watu wengi wanashindwa vita maana wanafanya matendo ya kishetani, wako na shetani na wanataka kumpiga shetani. Hauwezi. Lazima utembee na Mungu ili ukampinge shetani. Lazima Yesu atawale maisha yako. Na hakuna jina lingine tuliyopatiwa, ni jina la Yesu. Katika Philippians chapter 2. Ni jina la Yesu ambaye tunakemea shetani. Na hivyo lazima uwe na Mungu, uwe na Yesu Kristo, ndio ukampinge shetani. Na shetani unampinga kwa nini? Kwa sababu anawinda maisha yako usiku na mchana. Watu wengi wanalia kwa sababu wakala wa shetani wameachilia vitu. Iwe ni wachawi, iwe ni waganga, iwe ni rogani, inafunga maisha yako. Kilio katika ndoa, wapi unataka kufanya vitu unapata kwamba asiendelee, maana kuna pingamizi ulimwengu wa kiroho. Na ndiyo Biblia inasema mpinge shetani. Mungu hawezi kusema mpinge shetani na atatoroka. Anajua shetani kazi yake ni nini? Kuharibu maisha ya watu. Na ndiyo anasema tumpinge naye atatoroka. Mstari wa 8 inasema hivi. Mstari wa 8. Come near God and he will come near you. Tumwendee Mungu naye atakuja kwetu.
Yaani tuweke uhusiano kati yetu na Mungu. Kwa sababu gani? Ili tupate hiyo nafasi ya kumpinga shetani. Alafu ikaendelea ikasema hivi, wash your hands you sinners and purify your hearts you double minded. Tuondoe, maana uweze kuwa na Mungu na wewe ni mwenye dhambi. Ndio nimesema kwamba wengi unataka kupinga shetani, kumkemea, lakini matendo wewe ni mwenye dhambi. Haiwezekani. Watu wa Kristo, kwa nini tunashindwa vita vya kiroho? Maana hatujioji ndani yetu. Anasema wash, tutakaze, tuondoe dhambi ndani yetu, na ndio tumwendee naye atakuja kwetu, na ndio tumpinge shetani. Kwanza inasema submit yourself then to God, then resist him, the devil. Kwa hivyo unaona mahali tunakosea, shetani anapata mamlaka. Shetani ana uwezo juu ya maisha yetu. Sisi ndio tunamfungulia milango kwa sababu ya dhambi. Kwa hivyo tunapoanza kukemea mambo, lazima tuondoe sababu zote ambazo shetani anaweza kutupinga sisi. Na hizo ni dhambi. Anasema wash. Hiyo mstari wa 8 anasema hivi, wash your hands you sinners and purify your hearts you double minded. Ili hapo shu upate kumpinga shetani na akatoroke. Na shetani anafanya kazi gani? Twende katika 1 Peter chapter 5 ule mstari wa 8. 1 Peter chapter 5 ule mstari wa 8. Inasema kwamba be self control. Tuwe wa kiasi and alert. Lazima ukae uwe alert kila wakati. Ni kushilinda, maana inaendelea ikasema hivi, your enemy the devil prowls around. Your enemy, adui yako shetani, anasunguka. Kumbuka wakati wa Job, Mungu alimuuliza shetani, unatoka wapi? Natoka kusunguka ulimwengu. Umenionea mtumishi wangu Job. Akasema nimemuona. Yaani hawezi kosa kusema si kumuona. Maana shetani ni roho 24 hours. Huwa anajua, ana monitor maisha yetu. Unless tuombe, tufunge mipango yake, tuachilie upofu kwake. Hizo monitor zote anaye monitor maisha yetu, tusiachilie upofu. Akamwambia Mungu, ni kwa sababu umemchengea ukuta. Na Mungu hakumchengea Job ukuta bure, kwa sababu alikuwa ni mtumishi wake, anafuata njia zake. Ni mtu ambaye hana mawa, hana dhambi, na ndiye alichengea ukuta. Na hivyo ndio Mungu tunapompinga shetani, lazima tuondoe chochote ambaye kitakuwa kizuizi ndani yetu, ili Mungu atawale maisha yetu, tupate nguvu ya kumpinga shetani. Maana nyakati hizi ni za vita. Shetani anatuwinda usiku na mchana. Maana anaulizwa, umetoka wapi? Nimetoka kuzunguka ulimwengu. Umenionea Job? Nimemuona. Hakusema hakumuona. Kwa hivyo nawe ujue kwamba shetani 24/7 anakufuatilia. Wale wajawi wanaokuinda wako na kufuatilia, wako na monitor ambao wanafuatilia maisha yako. Kwa hivyo mkimbilie Mungu ili upate mamlaka, maana mamlaka inatoka kwa Mungu. Katika Ephesians chapter 6 verse 10 inasema be strong then in the Lord and in his mighty power. Hakuna vile unaweza piga shetani pasipo na nguvu za Mungu. Mwanadamu ana uwezo wake. Hauna wala ambao umeokoka. Mambo mengi imetendeka wakati umeokoka, kwa sababu umeanza kuomba na umeanza kukemea shetani. Na hivyo ndio shetani anaondoka. Kwa hivyo tupinge shetani usiku na mchana, asipate nafasi katika maisha yetu. Na shetani anasunguka kama simba amtafutaye mtu amule. Hiyo ndio kazi ya shetani. Be self control and alert. Your enemy the devil prowls around like a lion, looking for someone to devour. Atafute mtu amule. Mstari wa 9 inasema resist him, stand firm in your faith. Mpinge, simama imara katika imani. Imani ni nini? Imani ni kumtegemea Mungu. Imani ni wewe usionekane, Mungu aonekane. Na hivyo ndio utampinga shetani. Utakatifu wako hata ni silaha ya kumpinga shetani. Kilio kinaendelea kuongezeka kwa Kristo. Kwa sababu kwa nini tunaendelea kupigwa? Kwa sababu tunamuacha Mungu na tunataka kupiga shetani. Mamlaka na uwezo tunatoa kwa Mungu ili tukampinge shetani naye atatoroka.
Resist him. Stand firm in your faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Maana shetani ni moja. Kila mahali ulimwengu kote, hiyo ndio kazi yake. Katika Revelation chapter 12, aliporomosha kutoka juu mbinguni, wale wa mbinguni wakasema, wakafurahia, wakasema ule wao wale wa duniani, maana yule choka ametumwa kwa shetani. Kwa hiyo vita zika hapa ulimwenguni. Na ndio Biblia inasema tumpinge, na usimpinge kabla hujajiachilia kwa Mungu. Vita ni rahisi sana. Ni wewe ukamche Mungu, utembee na Mungu ili akakupiganie, na shetani atakuwa na uwezo. Watu wamepata accident, watu magonjwa, watu wameenda, hata watu wamekufa, watu wamefutwa kazi. Maana wale wengine wanategemea uganga, wanategemea uchawi, wanategemea mairisi. Na wewe je? Unategemea nani? Na wewe uweze kujisimamia. Lazima umtegemee Mungu ili Mungu akakupiganie. Na hiyo ndiyo kumpinga shetani, naye atatoroka. Kwa hivyo ni ujumbe ambao nimeachilia kwako ili ukajue vita vya kiroho. Na sasa hivi lazima usiku na mchana tukupinge mipango ya shetani. Unapoamka ombea hiyo siku. Funga kila mipango ya shetani. Accident, kifo, fungua baraka, fungua njia zako, na utaona Mungu angekufanikisha na angekulinda usiku na mchana, maana wewe ni wake. Kwa hivyo nataka nikuombe na Mungu akubariki. Inamisha tu uso wako tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu, naachilia watazamaji mikononi mwako, Mungu. Nyakati hizi ni nyakati mbaya na nyakati za mwisho. Yesu mwana Mungu, vita zimekuwa ni vikali usiku na mchana. Maadui ni wengi na wanaendelea kuongezeka, na hawa ni watu wako na Mungu. Nami nawakabidhi mkono mwako Mfalme. Kila mashtaka na makosa shetani yako naye futilia mbali. Na achilia damu yako, vunja kila nila ya shetani, maroho uganga na uchawi, mapepo zote zinaifuatilia maisha yao, nasikia katika jina la Yesu. Hiyo achilia huru ulimwengu wa kiroho mwili. Kila covenant zote wamekeshwa katika ndoto na sifunga magonjwa na maradhi, na ikemea roho ya umasikini, na kemea roho ya divorce, na roho zote zinaifunga ndoa, na kemea kila maroho zote zinainuka kinyume cha promotion, kinyume cha mafanikio, na kemea roho kwa jina la Yesu. Ninaachilia damu yako inenesha maisha yao, nikikemea kila maroho na kusingoa katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo na waregeshia vitu zao, nikiachilia baraka, na achilia kazi, na achilia amani katika ndoa, na achilia mafanikio, na achilia uregesho kwa nyota zao na vitu zao. Asante Yesu kwa kombo, asante kwa achilia huru katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Sema amen. Kwa hivyo Mungu akubariki. Tuonane nyakati zingine. Shalom, shalom.